Yohana 1:1. Tumefika watu wa Mungu. Kwa mwanzo hakukuwa na kitu kingine chochote, kulikuwa na nini? Neno. Ndani ya neno kulikuwa na kila kitu unachokiona katika ulimwengu huu. Haleluya. Chochote unachokiona katika ulimwengu huu kilikuwa ndani ya neno. Na chochote kilichotokana na neno kinaishi, kina uhai. Chochote kilichotokana na neno kina thamani ndani ya maisha ya mtu. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Kwa hiyo mtu mwenye Mungu ni mtu aliyejaa nini? Mtu ambaye hana neno ndani yake, Mungu hayupo ndani yake. Mtu ambaye ana Mungu ndani ya maisha yake, narudia tena, ni yule mtu amejaa nini? Neno. Lakini tuliona huyu neno ni Kristo Yesu. Sisi watu wa Mungu. Neno ni nani? Kristo Yesu. Yohana 1:14. Naye neno akafanyika nini? Mwili. Akavaa mwili neno. Kwa akatoka katika mfumo wa roho, mfumo wa pumzi, akaja katika hali ya mwili. Bwana asifiwe. Kwa mtu ambaye anamkubali Kristo Yesu ndani ya maisha yake, anakubali kulibeba neno la Mungu ndani yake. Mungu ndani yetu tunampata kupitia nini? Maarifa. Unapoingiza maarifa ya Mungu, unakubali kumuingiza Mungu ndani yako. Na maarifa ya Mungu ni neno la Mungu. So Mkristo lazima ujae neno la Mungu ndani yako. Kwa Kristo Yesu ni neno. Haleluya. Biblia inasema lile lilokuwepo tokea mwanzo, tulilolishika tukalipapasa mikono yetu na macho yetu yakaliona, kwa habari ya neno la nani? Ambaye ni Kristo Yesu. Haleluya. Kwa maana njia aliamua kutoka katika hali ya roho na kuja katika hali ya mwili. Na ndio maana maandiko yanamuita Kristo, inamuita mwanadamu Yesu Kristo mwanadamu, ndio. Mwanadamu Yesu Kristo. Maandiko yanamweka wazi. Kwa maana njia alikuwa ni Mungu lakini ana hali ya mwili ndani yake. Ni Mungu ndani ya mwili. Na ndio maana niliwaambia neno lilisulubiwa. Kwa maana nyingine Mungu alisulubiwa pale msalabani. Kilichosulubiwa ni nini? Ni Mungu. Ni Mungu alienda msalabani kusulubiwa kwa ajili yetu. So unapoingiza neno la Mungu ndani yako, matatizo yoyote ambayo bado hayajasulubiwa yanaanza kusulubiwa na lile neno. Narudia tena. Nasema unapoingiza neno la Mungu, kuna vitu vinaanza kufa vyenyewe ndani yako. Kwa sababu unapoingiza neno na muingiza Mungu, alipo Mungu Dagoni hawezi kukaa. Dagoni hawezi kukaa hapo alipo na Mungu. Hakuna miungu inaweza kukaa sema hapo Mungu yupo. Miungu huwa inasalenda kwa Mungu. Lakini sisi tunaye Mungu. Unatakiwa kuwa Mungu aingie ndani yako. Kuna vitu vinaanza kuchomoka ndani yako. Nikwambie kitu, Wakristo wengi hawamuoni Mungu kwenye maisha yao kwa sababu hawana neno ndani yao. Na Wakristo wengi wanaojiita Wakristo, wengine sio Wakristo. Kwa sababu gani? Ili uwe Mkristo lazima uwe ni mfuata nani? Tunamfuataje? Biblia inasema muwe kielelezo. Tuwe kielelezo kama yeye alivyokuwa. Kama Kristo alikuwa kielelezo, ndani yake kulijaa neno. Hata majaribu yalipokuja, alisema mtu hataishi kwa nini? Kwa mkate, bali kwa kila neno linalotokana ndani ya nini? Kinywa cha Kristo. So unapokuwa umejaa neno, kuna vitu haviwezi kuchukua nafasi ndani ya maisha yako. Na ndio maana maandiko yanasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Lijaze. Kulishika neno ni ile hali ya kwanza kuliishi lile neno. Kwamba umesoma Biblia imesema nini juu ya maisha yako, alafu inakuelekeza nini, alafu uanze kuliishi kama maandiko yanavyosema. Haleluya. Anza kuishi kama maandiko yanavyosema. Kama Biblia imekataza dhambi, acha dhambi. Haleluya. Biblia imekataza uongo, acha nini? Kuhalisi. Haleluya. Biblia inasema umebarikiwa, amini kuwa umebarikiwa na anza kufanya process ya kuwa mbarikiwa. Kwa sababu huwezi kubarikiwa kwa kukaa tu. Lakini tunaangalia hakuna wokovu bila neno la Mungu. Ili wokovu uwepo, Biblia inasema imani huje kwa kusikia. Watu wanaamini wanaokoka. Sifa za neno. Haleluya. Zipo sifa ambazo ziko ndani ya neno. Neno linapokuwa ndani yako lina sifa zake. Kazi ya kwanza huumba, neno huumba au kuzaa. Kwambie kitu, Biblia inasema kwamba chembe ya ngano ikianguka, si ndio? Isipoanguka ikafa, haiwezi kumea, si ndio? Ili imee lazima ifanye nini? Ife. Kinacholeta matokeo ni kile kinachokufa ndani. Na ndio maana Kristo alikufa kwa ajili yetu ili sisi tuwe na uhai wa rohoni. Haleluya. Ndio maana Kristo alikufa ili tuwe na uhai wa nini? Wa rohoni. Sasa sikiliza, neno la Mungu Biblia inasema ni mbegu. Hiyo mbegu ni Kristo Yesu. Hiyo mbegu ambayo neno la Mungu likiingia ndani yako lazima lilete matokeo. Kwa maana nyingine kufa kwa neno kunasababisha vitu vingine kufa ndani yako.
Sijui kama kuna mtu amenielewa. Nasema kufa kwa neno kunasababisha vitu vingine kufanya nini? Kuna vitu vinaondoka ndani yako kwa sababu tu umeamua kuingiza neno ndani yako. Kuna vitu vinakufa kwa sababu umeamua kuingiza neno ndani yako. Kuna maisha yanaanza kubadilika kwa sababu umekubali kuingiza neno la Mungu wapi? Ndani. Watu wengi hawaoni matokeo kwenye maisha yao kwa sababu hawajaamua neno life ndani yao. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno likifa ndani yako, linakufa na vitu vingine vyote vilivyoko ndani yako. Likiingia lenyewe, linaua vilivyoko ndani. Alafu linaanza kuibua vilivyo vyake. Linaanza kuibua tabia za neno. Linaanza kuibua tabia za uungu ndani yako. Kwa neno sifa yake kubwa ni kuzaa. Haliwezi kuzaa kama haliko ndani yako. Hakuna mbegu, hakuna muhindi, nitolee mfano. Hakuna muhindi unachomoza alizini kama hujawekwa alizini. Sio kama umenielewa. Nasema hakuna muhindi unachomoza wapi? Alizini kama haujawekwa. Na hakuna harage linatoka huko chini kama halijapandwa huko chini. Lazima lipandwe ili liweze kufanya nini? Ndivyo ilivyo kwenye neno la Mungu. Lazima upande neno la Mungu ndani yako. Anza kupandikiza neno la Mungu ndani yako ili uone matokeo ya neno. Hauwezi kuona matokeo ya Mungu ndani yako kama hujampanda Mungu ndani yako. Lazima uamue kumpanda ili aweze kuzaa vitu vya kiungu ndani yako. Kuna mambo tunatakiwa tuyaepuke bila kuomba. Nisikilize. Kuna vitu havihitaji wewe uombe, kuna vitu vinahitaji wewe umepanda mbegu ili viweze kuepuka ndani yako. Haleluya. Sasa ili uwe sehemu ya Mungu lazima ukubali kupanda mbegu ndani yako ambayo ni neno. Ili izae lazima uipande. Ili mwambie jirani yako, ili mbegu izae lazima uipande. Sema ili neno lizae ndani yangu lazima nilipande ndani yangu. Na namna pekee ya kulipanda neno ni kulisoma. Narudia tena. Namna pekee ya kulipanda neno ni nini? Kulisoma. Amua kuwa mtu wa neno. Amua kusoma neno. Amua kuliingiza neno. Haleluya. Kwa sababu utakachokipanda ndio utakachofanya nini? Hauwezi kuvuna kile ambacho hujapanda. Ili uvune lazima uvune kile ulichokipanda. Ukiwa mvivu kwenye kupanda, tarajia matokeo ya uvivu. Haleluya. Bwana asifiwe. Mvua zinanyesha, wenzako wanalima, wewe hulimi, unategemea kuvuna. Tunaona pale mwanzo Mungu aliumba kwa neno. Kila kitu unachokiona duniani hapa kimeumbwa kwa nini? Neno. Mungu aliamua kutamka vitu vikatokea. Mungu aliposema vitu vikawa. Aliposema vitu vikawa. Aliposema vitu vikawa. Alisema uwe mti, ukatokea mti. Haleluya. Nasema alisema uwe nini? Ukatokea nini? Kwa sababu gani? Amesema kitu kikatokea, lakini kusema kwake kulikuwa ni kusema kwa mamlaka. Unapokuwa mtu wa neno lazima ukubali kuwa mtu wa amri. Haleluya. Chochote unachokisema unakisema kwenye mamlaka ulionayo. Sasa mamlaka haiwezi kuwa ndani yako kama hamna neno. Sio kama unanielewa. Mamlaka haiwezi kuwa ndani yako kama hauna nini? Hauwezi kuliambia pepo achia kama huna mamlaka juu ya pepo. Bwana asifiwe. Hauwezi kuziambia nguvu za giza achia kama hauna nguvu juu ya nguvu ya giza. Sasa wewe unatakiwa kuwa ni mtu ambaye unaumba. Nini unakiumba kwenye maisha yako? Ni vitu gani unaviumba ndani ya maisha yako? Bwana asifiwe. Unanisikiza kwa makini? Nasema ni vitu gani unaviumba kwenye maisha yako? Unapopitia ugumu, unatamka nini? Unatamka kama wana wa dunia wanavyotamka. Biblia inasema tujapopita katika bonde la uvuli wa nini? Yaani tunapopita kwenye hali yoyote ile, hata kama tunaiona mauti hii hapa, hatutakiri mauti. Haleluya. Hauwezi kukiri mauti kwa sababu umeyaona mauti. Hauwezi kukiri kupotea kwa sababu umeona kupotea. Wewe ni mwana wa Mungu, statement yako inatakiwa kuwa ndio au sio. Palipo na mauti unatakiwa kusema uzima. Tamka uzima. Tamka uzima. Tamka uzima kwa sababu gani? Wewe umeumbwa kusema kuumba. Umeumbwa kusema kufanya nini? Unaumba nini kwenye maisha yako? Ukiumba kufeli, utakuwa nani? Feli. Haleluya. Ukisema kufeli kwenye maisha yako, wewe utakuwa nani? Feli. Unajua neno ni roho. Haleluya. Utakavyolitumia ndio utakavyofanya. Unanielewa? Nimesema neno ni nini? Roho ni pumzi. Haleluya. Utakavyosema ndivyo utakavyofanya. Waraka wa pili wa Petro 3:15. Uumbaji unatokana nini? Na neno. Mungu aliichomoa dunia hii tunayoiona kwenye maji. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu aliichomoa kwenye nini? Kwenye maji kwa neno lake. Kwamba kupitia neno tunaona ulimwengu uliumbwa. Kupitia neno tunaona kila kitu tunachokiona kinaonekana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu dunia nzima ilikuwa imetapakaa nini? Maji. Kumbe chini ya maji kulikuwa na ardhi
Haleluya. Kwa sababu ukisoma pale Mungu anaonyesha ardhi, Biblia baada ya maji kujitenga, unaona ardhi yenyewe inafanya nini? Inaonekana, si ndio? Lakini hiyo ilitokana na neno la Mungu. Kwa uumbaji unategemea neno ulilonalo. Unaumba nini kwenye maisha yako inategemea nini umekibeba ndani yako. Ulichokibeba kitakufanya wewe uumbe. Haleluya. Nirudie tena, ulichokibeba kitakufanya wewe ufanye nini? Kwa sababu kama umebeba kuferi, hautaumba vitu vyenye manufaa. Bwana asifiwe. Mungu anaumba kupitia neno lake. Mungu anaumba kupitia nini? Kinywa kinatamka, kinasema, vitu vinakuwa. Tunaona ulimwengu kwa sababu Mungu alisema kwa habari ya neno. Jaza neno ndani yako, anza kutamka juu ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Nikwambie kitu, matokeo mengi yetu sisi kwenye maisha yetu ni vile tulivyotamka juu ya maisha yetu. Matokeo mengi ya maisha yetu ni vile sisi tumetamka juu ya nini? Ulitamka nini juu ya maisha yako? Ndicho kinachokurudia. Bwana asifiwe. Wala sio uchawi, wala sio kurogo, wala sio shetani. Unaweza ukawa shetani juu ya maisha yako wewe mwenyewe. Shetani huwa hanaga utani. Shetani yeye anadaka kile unachokisema wewe. Unachokisema yeye anakifanya nini? Chukua. Vyovyote vile utakavyosema yeye anachukua. Anaangalia iki siwezi kumkamata. Iki siwezi kumfunga. Anakufunga kwa maneno yako. Kwa wewe ni matokeo ya maneno uliyoyasema juu ya maisha yako. Kwa kuna wakati inabidi ufike uanze kuharibu maneno uliyoyasema wewe mwenyewe juu ya maisha yako, uyaumba. Yeye uliyoumba juu ya maisha yako, unayatamka, unayaondoaje? Sasa huwezi kuyaondoa kama huna nguvu ya neno ndani yako. Lazima uwe mtu wa neno, uanze kutamka tena uhai, uzima. Uondoe vilivyokufa ndani ya maisha yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini ili uondoe lazima uwe na nguvu ya ziada. Hiyo nguvu ya ziada haitokana na wachawi wala waganga. Hiyo inatokana na Mungu peke yake. Ibrania 11:3. Vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwamba hivyo vitu vinavyoonekana vyote hivi havikufanywa kwa vitu vinavyoonekana. Ndio definition yake dhahiri, si ndio? Vitu havikufanywa kwa vitu vinavyodhihirika. Bwana asifiwe. Kwamba ulikuwepo mti ukazaa mti. Kwamba lilikuwepo jiwe likazaa nini? Lakini kupitia neno la Mungu, Mungu aliumba vitu vyote. Haleluya. Nini kigumu kwenye maisha yako ambacho huwezi kukiumba? Mamlaka yote iliyoko ndani ya Mungu. Unapokuwa mtu wa neno, ile mamlaka iko ndani yako. Sijui kama umenielewa. Narudia tena. Ile nguvu iliyoko ndani ya neno, neno linapokuwa ndani yako, ile nguvu iliyoko ndani ya neno ambayo Mungu alitamka uwe mti, ukatokea mti. Hiyo nguvu pia iko ndani yako. Hakuna malaika, hakuna kitu kingine chochote kile kinachoweza kubeba hiyo nguvu isipokuwa mwanadamu aliyemkubali Mungu ndani yake. So kiwango cha neno ndani yako ni kiwango cha mamlaka ya Mungu iliyoko ndani yako. Nirudie tena. Niweke sawa. Nimesema kiwango cha utendaji kazi ndani ya maisha yako kinategemea nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako kupitia neno. Bwana asifiwe. The more unaingiza neno, unaingiza mamlaka ya kimungu ndani yako. Kwa una uwezo wa kuumba hata wale ambao watu hawatarajii. Amua kuzamisha neno la Mungu wapi? Zamisha neno. Anza kuumba vitu kwenye maisha yako. Anza kutamka vitu kwenye maisha yako. Yale ambayo yanaonekana yameshindikana, anza kuyasemea kupitia neno. Haleluya. Kuna mtu ananielewa mahali hapa? Nasema anza kuingiza neno, anza kutamka vitu, uone uhai wa kimungu ndani yako. Biblia inasema kwa kuwa mmezaliwa kwa mangine mara ya kwanza ya kuzaliwa ni baba na mama. Si ndio watu wa Mungu? Kwamba mara ya kwanza tulizaliwa na baba na nani? Na mama. Lakini mara ya pili Biblia inasema kwa mbegu isiyofanya nini? Nakumbuka nilikwambia mbegu ni nini? Haleluya. Haleluya wana Mungu. Mbegu ni nini? Kwa kilichotuzaa ni mbegu ya neno. Lakini hiyo mbegu ina sifa. Yesema hiyo mbegu haiwezi kufanya nini? Kuharibika. Haiharibiwi na kitu kingine chochote. Kwa wengine ziwe nguvu za giza. Nirudi kwenye hili andiko. Yesu anasema kwamba ninalijenga kanisa ambalo misingi ya kuzimu haiwezi kufanya nini? Kanisa ni nani? Kanisa ni nani? Wewe ndio kanisa, si ndio? Anasema ninalijenga kanisa ambalo misingi ya kuzimu haiwezi kufanya nini? Kulishinda. Kanisa haiwezi kushindwa kwa sababu kuna nguvu ya nini? Ya uhai. Nguvu ya uhai iliyoko ndani ya neno haiwezi kushindwa na nguvu ya nini? Ya mauti. Yaani kuzimu haiwezi kuitetemesha kanisa. Kwa sababu gani? Hilo kanisa limejengwa juu ya msingi wa Kristo Yesu. Haleluya. Nikwambie kitu, hakuna sehemu shetani alimweza Yesu. Ndipo Yesu anakuja kufa hapa msalabani. Ni Yesu mwenyewe aliamua kwamba mimi nife. Vipi mwahi kusoma?
Biblia inasema aliamua mwenyewe afe, alafu baba afanye nini? Amfufue. Haleluya. Kwa maana nyingine ni yeye mwenyewe alikufa afa akajifufua yeye. Hiyo mamlaka anayo yeye. Kwa kupenda kwake alituzaa sisi kwa neno la kweli. Tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Tuwe kama limbuko la viumbe. Biblia inasema alituzaa kwa baba na mama kwa kupenda kwake mwenyewe. Hii ni njia ya kuja duniani, lakini njia ya kuzaliwa na Mungu ni kupitia neno. Haleluya. Njia ya kuzaliwa na Mungu ni kupitia nini? Hasa DNA za Mungu haziwezi kuwa ndani yako kama hujaamua kuingiza neno la Mungu ndani yako. Yaani huwezi kufanana na Mungu kama huna neno. Kinachoweza kufananisha wewe kufanana na Mungu ni ile neno ambalo unalifanya nini? Unaliingiza, unalizamisha ndani yako. Haleluya, mtu wa Mungu. Huko anatuambia kwamba nini? Waliozaliwa si kwa nini? Anakataa sisi hatujazaliwa kwa damu tukiwa na Mungu. Kuzaliwa kwa damu hakufanya wewe kuwa na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Anasema sio waliozaliwa kwa damu, yani kwa baba na mama, lakini waliozaliwa kwa neno. Anaendelea asemaje? Bali kwa nani? Kwa si mapenzi ya mwanadamu kwamba baba na mama wakapendana huko hivi wakatuzaa. Hapana, kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe aliamua kutuzaa. Sasa alituzaaje? Kupitia neno. Anatuzaje? Kupitia neno. Wewe kiri Yesu alafu kaa bila kuingiza neno, utasema umeokoka. Hautaweza kuona matokeo. Unapomkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anza kuzamisha neno ndani yako. Anza kuwa mtu wa neno. Na sikiliza, maombi ni kitu rahisi sana kwa mtu ambaye anasoma neno. Nirudie tena. Maombi ni kitu rahisi sana kwa mtu ambaye anasoma nini? Aliye na neno ndani yake ataomba. Sababu utaombaje nje ya neno? Ili uombe lazima uombe ndani ya nini? Ya neno. Ukijaa ndani yako kuna msukumo utatokea tu wa kuomba ndani yako. Utajikuta unaomba. Unaomba kwa sababu gani? Kuna neno linasema na neno. Umezaliwa na Mungu, unakula nini? Si maandiko yanatuambia sisi tumezaliwa na Mungu kwa neno. Kuna neno. Kuna neno ukue. Kuna neno kiroho wako uwe mkubwa. Hauwezi kuwa vizuri kiroho kama una neno la Mungu ndani yako.